za kibinadamu. Tusalie kwenye masuala ya CK ambaye ni wakili mwandamizi. Charles Kanjama ndiye rais mpya wa chama cha mawakili nchini baada ya kuzoa takriban kura 3728 na kumfanya kuwa rais wa 52 wa LSK ambaye majukumu yake yatakuwa zaidi ya kulinda maslahi ya mawakili nchini. Kwenye taarifa ifuatayo, KTN inaangazia safari ya wakili mwandamizi Charles Kanjama ambaye kando na kujulikana kama mwanasheria ambaye taaluma yake inasemekana kuongozwa na nguzo za usawa na haki, yeye pia ni mmoja wa wanachama wa Opus Dei ambayo ni utume wa kibinafsi katika kanisa Katoliki ambayo huhusika kuhudumia kwa jamii bila malipo. Ni mmojawapo wa wanasheria ambao wameweza kupanda ngazi ya taaluma hiyo kwa kasi na hata sasa kuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK. Safari ya wakili mwandamizi Charles Kanjama kuwa rais wa LSK ni ile inayofafanuliwa na mchango wake unaozidi mipaka ya mahakama. Aliapishwa kuwa wakili mnamo mwaka 2003. Mwanasheria huyo vilevile alifuzu na shahada ya uwakili mwaka 2001 kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi kabla ya kuendeleza masomo ya sheria kwa kuongeza diploma ya uzamili mwaka mmoja baadaye. Mnamo mwaka 2006, Kanjama pamoja na mwenzake Muma waliweza kufungua kampuni ya sheria ambapo alihudumu kama mmojawapo wa meneja. Hali kadhalika, mwanasheria huyo aliyebobea katika utatuzi wa migogoro, mageuzi ya kisheria na sheria ya umma pia ni msuluhishi na mpatanishi aliyeidhinishwa. Vilevile, yeye pia huchangia katika taasisi za kitaifa na bodi za mashirika tofauti. Utambulisho wa Kanjama mwenye umri wa miaka 49 pia unasemekana kuwa na uhusiano mkubwa na imani yake. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa wanataaluma wa Kikristo la Kenya na pia mwanachama wa mkanda wa Opus Dei ambayo ni chama katika kanisa la Katoliki ambacho hufanya kazi bila malipo na nia ya kuimarisha jamii na kueneza Injili. Mnamo mwaka 2022 alipewa taji la wakili mwandamizi, cheo cha juu zaidi miongoni mwa wanasheria. Vilevile aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa chama cha mawakili tawi la kaunti ya Nairobi na mwenyekiti wa wenyekiti waliosimamia matawi ya LSK nchini miongoni mwa nafasi za uongozi zingine. Kwa miaka mingi, nafasi yake kama mwanasheria nchini imeshuhudia vipindi vya ushindi kwenye kesi mbalimbali ambazo aliweza kuwakilisha, kama vile ile iliyohusisha aliyekuwa naibu jaji mkuu Kalpana Rawal. Uteuzi wake kama rais sasa unatarajiwa kuimarisha nafasi ya LSK kama nguzo muhimu kwenye ulingo wa sheria na siasa nchini. Kanjama aliibuka mshindi kama rais wa LSK kwa kujizolea kura 3728. Gloria Milimu, KTN. Masuala ambayo yatamkabili Kanjama